ya kurudi. ODM ikatoa statement juzi at 2027 they are going to field candidates for all positions. Sifuna alisema the same. Jana unaona wanasema wana support Sifuna. So precisely I'm seeing Raila knows is not going to win. So if Raila does not win huko AU, what is he coming to do here? Hapo ndo place naogopea. Now Azimio wamepatiwa na Chief Justice. Wameambiwa that's na judiciary kwamba by they are the majority. Wameambiwa they are the majority kwamba hao ndo wanafaa kuwa wamehold the majority position pale. Precisely hata speaker wa bunge anafaa kuwa ametoka from where? From Azimio. But surprisingly, notice one thing. Azimio iko split. Kuna Wiper hii upande mwingine na kuna ODM kwa serikali as per se. ODM sasa sijui wako wapi, but hawako pamoja na Wiper. So my problem is this. Sasa since Azimio imepatiwa na wako already divided, ODM ikirudi inaenda kuorganize aje kucapture parliament now ndo majority. Precisely hapo Raila ashaanza kuleta kijia yenye ataingia kuleta shida. But kuna mtu mwenye alisema simple kwamba ODM must just find a way. If kama hao watu wanapanga opposition yao, pia wapange alternative yao ya opposition. Unajua my friend, tukiwa na opposition bill tunaenda kukata kura mara ngapi? Na mimi yenyewe siongei kwa ubaya na watu wa Raila wanisikie. Kama ndaona Raila kwa debe, hiyo ni kura ya Ruto. Nikiona Raila kwa debe, hiyo ni kura ya Ruto. Raila akitokea tu kwa ballot hivi, hiyo ni kura ya Ruto. Hiyo tusidanganyane. Yeye hapo kazi, yeye hapo job, ameanguka hiyo akuja kitanganya. Hapo ndo place naona shida. But if I see Raila supporting someone else, it means basi agenda yake by then to join liberate hii nchi from bad economy. So pali penye ndamalizia na naingia na hapo ndo place nilikuwa nataka kudiscard muungwana huyu profesa amekuwa hapa. Ni mambo ya kuongelelea economy. My friend, huwezi sema kwamba ati ushuru yenye Ruto amekuwa kicollect, hii ushuru yote amekuwa kicollect, ati Ruto hana njia ya kuifanyia. My friend, the largest wastage since 1963, serikali yenye imewaste rasilimali pesa ya wananchi na yeye ndio imecollect the highest. Notice one thing, Uhuru for 10 good years alituachia deni ya 7 trillion. Huyu Ruto financial years zenye zimeenda akiwa president ni ngapi? Mbili. Tuweke ya 2022 kando, tuchukue 2023, 2024 na 2024, 2025 yenye tuko. Zote zimekuwa na budget ya 3.8. Ukimultiply times 2 zinakuja 7, hata around 8 trillion. 3.8 itaingia 7 point something huko mbele. So inaenda around 8 trillion. 8 trillion unaiona wapi kwa hii nchi? Na sasa hiyo state house inapakwa rangi mpya, wamebadilisha. Mimi sijaisikia ati gari zimejana, malizia tu. Gari za serikali zote ati zimestand chini, hakuna mafuta. Utapata mandege wamepanda. So the largest amount of wastage yenye imeshaifanywa na serikali ni hii ya Ruto. Hii ndio imefanya the largest wastage kabisa na imecollect the highest revenue. So at the end of the day when you start arguing kwamba ati lazima alipisha, then mimi nitakupatia example moja. Singapore hawafanyangi mambo ya agriculture. In fact 90% ya chakula yenye wanakula wana import 90%. Na hao ndio wako na the best food security. Sisi Kenya hii nchi iko top 7 kwa economy ya Africa. Kenya is the only country kwa hiyo economy yenye wanategemea trade. Hizi zingine zote ni natural resources, mafuta, dhahabu na nini. Kwa hivyo Kibaki alituacha the right place. We only have the wrong person hapo at the top, and that's where the issue is. So ikifika kwa mambo economy hiyo tusidanganyane. Hiyo hapo ndo sasa ameuma nje totally kabisa. Hapa nimemalizia hivi. Kwa hivyo mambo economy Jaduongo ilianza 2022, 2023, ndio tukaenda 2023, 2024. Sasa ndio tunataka tusome 2024, 2025. So ni mbili. I just wanted to inform. Na kuweka ndio upate challenge uniambie 2022 ni kuruka. Nikaanzia 2023, 2024. 2024 tuka reject. Wakaenda koti wakasema tutumie ya 2023. So tumerudia 2023 mara mbili. So endelea. The reason why mnazoona pengine hii debt ceiling ilipanda sana. I think the previous years wa treasury alikama kaeleza kwamba most of debts wakati yenye Ruto amechukua ilikuwa zimekuwa machua. Ukiangalia kuna madeni zenye Kibaki alichukua
na zimemachua wakati yenye Ruto amechukua serikali. The same na Kibaki, the same na Uhuru. Hii Euro bond yenye tunafanya ni wakati hii propaganda ilianza ati Raila anaenda kupindi kwanza kuambia Raila anaenda kuchukua events ka proceed the last 2 months kukatolea. Sasa tena porojo ya wiki ya mwisho imetokea. Election ni Saturday. Leo ni Monday. Narudia kwa mara ya mwisho. Yes. Mimi sio nabii. Raila anaenda kuchukua hiyo. As much as we are aware, there are functions here who, for various reasons, want Raila to lose election. Wengine out of hate, wengine wanataka kumtumia kwa njia nyingine. But William Ruto and Raila Odinga wamefanya kazi nzuri sana. William Ruto huyu mnadharau has pulled all strings in a fight. And you remember he's also a voter there. Wewe upige kura huko. Sasa upige kura huko, wenye wanapiga kura huko, wenye wana simu ya kupigia president na prime minister mwenye. Kila mtu ameletwa hapa Kilgoris, kila mtu ameletwa, all president, all that ameletwa lobbying for Raila candidature. Hata Uhuru Kenyatta hakufanya kazi, William Ruto amefanya. Uhuru na akisupport Amina kwa sisi. So it's not wrong. Mimi nataka Mkenya kuwe mkubwa wa World Trade Organization, Kenya kuwe mkubwa wa World Health Organization, Kenya chukue UN. Kama ujui hiyo, kama ujui uzuri hiyo vitu tuwezi kukusaidia. I had such chief akiwe. Wewe kwanza tafuta kazi yako. What is there for you? Wewe riko ndio wachana na yeye. Sasa